Asubuhi ndio tumepata taarifa kwamba hapa anapokaa na yani hajaonekana muda mrefu, kwa sababu mwenye nyumba yake pia alikuwa hayupo. Amerudi jana usiku, leo anapita akakutana na harufu isiyo kuwa ya kawaida. Akajaribu kuita kimya, akapiga simu yake akakuta simu inaitia ndani. Basi akatoa taarifa kwa majirani, kisha akaita mwenyekiti wa mtaa akaja, na sisi tukakusanyika tukasaidiana na polisi. Ndio hivyo. Wenyewe walipokuja, mzee aliporudi alipofungua ndio alikutana na hiyo harufu asubuhi. Sasa anaenda msikitini ndio akakutana na harufu. Mwanafunzi mwenzetu, mwanafunzi wa mwaka wa 3 kozi ya ualimu wa masomo ya sayansi, amekuwa haonekani tangu takriban tarehe 17 mpaka hivi leo, lakini kwa bahati nzuri kwa taarifa za majirani wanaoishi naye walitueleza kwamba maeneo ambayo wanaishi wanasikia harufu mbaya, jambo ambalo lilibidi tupate taratibu za kiusalama. Tukawasiliana na askari kupitia mwenye nyumba na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Askari wamekuja na wametambua mwili wa marehemu na wamemchukua kwa ajili ya taratibu zingine. Ningependa kutoa wito kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Islam Morogoro na wanafunzi wote Tanzania to develop lifestyle zetu, kwa sababu kuishi peke yako ni hatari kiusalama, na pia pengine kuna uwezekano wa kupata msaada kama unaishi na wenzio. Nimesikitika sana na nimeumia sana. Ni mwanafunzi niliyekuwa namfahamu, anasoma mwaka wa 3. Na ni mwanafunzi ambaye nilikuwa nakaa naye karibu, tunakutana msikitini, tunafanya ibada wote. Lakini nafika hapa kwenye eneo la tukio, naambiwa mwanafunzi fulani kafariki. Mwanafunzi fulani yupo ndani siku ngapi? Yupo ndani siku ngapi kafariki. Kwa kweli mimi moyo wangu umenungunika sana, nimeumia sana kuondokewa na mwanafunzi wetu. Na ni mwanafunzi ambaye alikuwa bado anaendelea mitihani yake. Kwa hiyo mitihani yake imeshia njiani. Ni mwanafunzi ambaye alikuwa anamaliza anahitimu mwezi wa 7, anamaliza masomo yake. Ni majira saa 3 kama na dakika 20 hivi nilifuatwa ofisini na mwananchi wangu mmoja kuja kumtaarifu kwamba nyumbani kwake kuna tukio, kwamba inasemekana kwamba kuna mwanafunzi au kuna mtu amefia ndani. Lakini mwanzoni walikuwa wanahisi kama ni panya, wakataka labda wafanye usafi kwenye store, lakini baada ya kuona mlangoni kwa huyo mtu kuna nzi wengi, basi walilazimika kuja na kutoa taarifa. Na mimi baada ya kufika hapa niliwasiliana na viongozi wangu kwa maana ya maafisa wa polisi kwa ajili ya kuja kufanya utaratibu, lakini pili kuja kuhakiki. Jeshi la polisi, taarifa za tukio hili zimetolewa tarehe 20 mwezi huu wa 3 2026, na limetokea eneo la mtaa wa Mbuyuni, kata ya Kihonda Magorofani. Kimsingi marehemu amebainika akiwa amekufa ndani ya chumba alichokuwa amepanga, alichokuwa akiishi majira ya saa 5 asubuhi, na jitihada za kufungua mlango wake zimefanyika baada ya kuwa imesikia harufu kali ikitokea mle chumbani. Kwa hiyo baada ya kufungua chumba kile, imebainika kwamba tayari alikuwa ameshafariki na alikuwa ameshaanza kuharibika. Kwa hiyo sasa kilichofanyika ni kuendelea na uchunguzi, ikiwa ni pamoja kuwasubiria wazazi wake waweze kuchukua mwili wa marehemu. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kwamba kifo chake kimetokana na maradhi ya kawaida, ikiwa ni kwamba ameanza kuugua tangu tarehe 17 alipokuwa kwenye chumba cha mtihani Chuo Kikuu cha MUM, na baadaye akapelekwa nyumbani kwa mapumziko. Kwa hiyo tangu wakati huo hakuweza kuonekana mpaka leo ilipobainika kwamba amefariki akiwa ndani ya chumba chake.